Kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba chenyewe kitatupa karata yake kucheza dhidi ya Al Masry ya pale nchini Misri katika mwendelezo wa kombe la shirikisho barani Afrika, ambapo kocha Fadlu Davis ameweka bayana kuwa kikosi chake kipo katika hali nzuri zaidi kuelekea katika mchezo huo, kwani tukumbuke mechi hii itatumika kama kulipa kisasi kwa wekundu wa Msimbazi Simba, kwani tukumbuke msimu wa mwaka 2017 kama sijakosea, basi klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba ilipocheza dhidi ya Al Masry, Al Masry waliweza kuiondoa Simba kwa faida ya goli la ugenini, kwani tukumbuke katika mechi ya hapa jijini Dar es Salaam waliweza kutoa sare ya bao 2-2, hivyo klabu ya Simba ikaaga mashindano hayo, ambapo Al Masry wenyewe waliweza kusonga mbele kwa hatua inayofuata. Lakini katika kuelekea mchezo huo mwalimu Fadlu Davis tayari ameweka bayana kikosi chake ambacho kitakwenda kuanza katika mchezo huo katika kombe la shirikisho barani Afrika, na kikosi hicho ambacho kitakuwa na mabadiliko kadhaa katika nafasi moja wapo ama mbili kuelekea katika mchezo huo kutokana na mahitaji ya mwalimu Fadlu Davis. Sasa kuelekea katika mchezo huo klabu ya Simba ambapo imebeba matumaini mengi ama makubwa zaidi kwa mashabiki wa wekundu wa Msimbazi Simba, ambapo wengi wao watakuwa hapa jijini Dar es Salaam wakiweza kushuhudia mchezo huo kunako runinga ama television kutoka kule nchini Misri. Sasa moja kwa moja tukaangazia kikosi hicho ambacho mwalimu Fadlu Davis ameamua kuanza nacho kuelekea katika mchezo huo, ambapo kikosi hicho kitakuwa na mabadiliko kadhaa kuelekea mchezo huo. Na moja kwa moja tukaanze na nafasi ya goalkeeper, ambapo mwalimu Fadlu Davis ameamua kuanza na Musa Pimpin Kamara akiwa fiti baada ya taarifa mbalimbali zikienea kuwa huenda hayuko fiti, lakini kwa taarifa rasmi kabisa kutoka klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba, Musa Pimpin Kamara atakuwa tayari kucheza mchezo dhidi ya Al Masry. Lakini pia katika nafasi ya nambari 2 ama beki nambari 2 tutamwona Show Me the Way Shomari Salum Kapombe akiendelea kukaa katika nafasi hiyo ya nafasi ya nambari 2. Lakini pia katika beki ya nafasi nambari 3 tutamwona Mohamed Hussein Zimbwe Junior akiendelea kukaa hapo katika nafasi hiyo ya nambari 3. Lakini pia katika beki nafasi ya nambari 4 mwalimu Fadlu Davis ameamua kwanza na Abdurazak Hamza ambaye amekuwa ni regular starter kunako kikosi hicho. Lakini katika nafasi ya nambari 5 hapa patakuwa na mabadiliko kidogo baada ya taarifa rasmi kabisa kuwa klabu hiyo ya wekundu wa Msimbazi Simba itamkosa Chemaron Pondo katika kikosi chake hicho, lakini ataingia Chamu Karabwa akiingia katika nafasi hiyo ya nambari 5, huku nafasi ya nambari 6 tutaweza kumshuhudia Yusuf Ali Kagoma ambaye pia amekuwa ni regular starter ambaye atakuwa na kazi ya kuilinda back four yake. Lakini pia katika nafasi ya nambari 7 ama winga nambari 7 mwalimu Fadlu Davis ameamua kuanza na Eli Mpanzu Kibisawala ambaye pia amekuwa na mwendelezo mzuri akiingia katika mfumo bora zaidi wa mwalimu Fadlu Davis katika kikosi hicho cha wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini pia katika nafasi ya nambari 8 tutamwona Fabrice Ruamba Ngoma Mkongomani ambaye amekuwa na mwendelezo bora zaidi kunako kikosi hicho cha wekundu wa Msimbazi Simba, akiweza kudhihirisha ubora wake ambao amepewa thamani na klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini pia katika eneo la ushambuliaji mwalimu Fadlu Davis ameamua kumsimamisha mchezaji wake Lionel Ateba Mbida akisimama katika eneo la ushambuliaji akiwa na kazi moja tu, kuweza kuzifumania nyavu za timu ya Al Masry. Lakini pia katika nafasi ya nambari 10 mwalimu ameamua kwanza na Jencha Azawa ambaye pia ni mchezaji ambaye anafanya vizuri hivi sasa katika ligi kuu yetu
ya NBC Premier League akiwa ndiye top scorer wa kikosi hicho, lakini pia bila kusahau katika ligi yetu ya NBC Premier League. Lakini pia katika nafasi ya nambari 11 mwalimu Fadlu Davis kama kawaida yake ameanza na Kibu Denis Prosper akiwa ni mwili wa timu, akiwa mtu mwenye energy zaidi na akiwa na mchango mkubwa kunako klabu hiyo ya wekundu wa Msimbazi Simba. Awali nilikwambia kwamba mechi hii itakuwa ni ya kisasi kwa wekundu wa Msimbazi Simba baada ya msimu mwaka 2018-19 2017 kutolewa kwa faida ya goli la ugenini na klabu hiyo ya Al Masry kutoka pale nchini Misri. Hivyo klabu ya Simba itakuwa na kazi kubwa ya kulipa kisasi hicho ambacho mashabiki wengi wa klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba wanatamani kilipwe. Bana, shuka katika comment section na unipe utabiri wako kuelekea katika mchezo huu ambapo Simba imebeba matumaini makubwa zaidi ya mashabiki wa klabu hiyo ya wekundu wa Msimbazi Simba, si hapa nchini Tanzania tu bali hata nje ya mipaka ya Tanzania. Klabu hiyo kimebeba hisia na matumaini makubwa ya mashabiki wa wekundu wa Msimbazi Simba. Usisahau kusubscribe, lakini pia toa maoni yako hapo chini katika comment section kama nilivyokueleza. Hadi wakati mwingine, bye bye.